Bwana Yesu asifiwe sana, mandugu zangu wapendwa, watumishi wa Bwana, wainjilisti, walimu wa Injili, mitume wa Yehova, manabii wote, makuhani wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awatie nguvu na aweze kuongoza. Basi niite Mwalimu Luka Sefania. Huyu ni mwalimu wa Injili, niko hapa kwa ajili yako. Leo nimekuja tuweze kujifundisha kidogo kuhusu ufunuo wa Yohana. Unasemaje katika ile siri ya chapa ya mnyama? Tunataka tuweze kujifundisha na kuweza kuongelea katika ile siri inayokuja hapo mbeleni. Nadhani kitabu cha Ufunuo wengi wanakifahamu sana, na wengi wanapenda kujifundisha sana hiki kitabu, lakini hawapendi kukionyesha hiki kitabu mbele ya ulimwengu. Afadhali wengi tuhubiri kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya matoleo, kwa ajili ya vitu ndogo ndogo, lakini tusijifundishe mafundisho kama haya. Wengi wamejiepusha kupitia haya mafundisho. Kwa sababu gani? Sio kwa kupenda kwao, ni kwa sababu Ibilisi amewafunika. Kwa sababu gani? Ni mambo yanaendelea na yanasema ukweli kabisa, na ni mambo yanayofanyika hivi karibuni. Leo nataka tuzungumzie kuhusu unyakuo. Nahitaji tukumbuke kuhusu unyakuo. Tunapojifundisha kuhusu unyakuo, je, unyakuo unakuja kwa namna gani? Hebu kwanza tuweze kujifundisha katika Yohana wa Ufunuo, katika ile sura ya 13 mstari wa 16. Naomba nisome pamoja na wewe tuweze kujifundisha kidogo. Hapa tunaambiwa kwamba kuna chapa ya mnyama inayokuja mbele ya vipaji zetu za uso. Je, hii chapa ya mnyama inapatikanaje? Tuvuke moja kwa moja kwenye maandiko matakatifu ili tuone Yohana wa Ufunuo anatuambia nini hapa, ndiposa tuweze kuendelea. Usibanduke, tunavuma moja kwa moja kwenye Biblia yetu takatifu. Tuangalie kwenye ule mstari wa 16, inasemaje ya kwamba naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa wafungwa, na kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Injili inakamilika na kuzidi kutujuza mapema, na tunazidi kuambiwa habari ya mapema. Habari hii inatuelezea mapema sana. Neno la Mungu bado lipo kwetu. Tumshukuru Mungu wakati bado tumepewa nafasi ya kuibiwa hii siri. Neno la Mungu limekaa kwetu miaka mingapi? Mababu zetu walihubiriwa hizi habari, lakini hawakusikia, walikufa bila kutubu. Nyanya zetu walikufa bila kutubu. Mandugu zetu, madada zetu wengine wamekufa bila kutubu, wamekufa wakiasyomu. Walichukua hii Biblia kwa kuwa kitabu cha kawaida tu, walikiona kuwa kitabu cha kawaida, lakini hawakutaka kuyafuata iliyo ndani yake. Hata wakiyafuata hawawezi kuyasikiliza, hata wakiyafuata hawawezi kufuata sheria za Mungu. Hapa tunazidi kuambiwa chapa ni ya mnyama ambayo ni ya 666 imejitokeza na inakuja na ipo njiani, inakuja. Hii chapa ya mnyama inaanza kufanya kazi baada ya unyakuo wa kwanza. Nahitaji unielewe vizuri, mtu wa Mungu. Nahitaji ufahamu Injili vizuri kama jinsi inavyoeleza. Injili inatuambia kwamba chapa ya mnyama inakuja kuwekwa aidha kwa mkono wa kuume ama kwa kipaji cha uso. Itategemea utahitaji iwekwe wapi. Na hii chapa ya mnyama ni lazima kila mtu atawekewa,
Lazima uwe nayo ndio uuze, ndio ununue, ndio uwe na biashara, ndio uwe na kazi, ndio uajiriwe kazi, ndio unywe mafuta kwa petroli, ndio ukuwe na gari, ndio ufanye lolote, ndio upande mbegu kwenye mimea zako, kwenye shamba lako, ndio ulime shamba, ndio ununue mbolea. Chochote utakachokifanya lazima uwe na chapa ya mnyama. Na Mungu akatuonyesha, akatuambia kwamba ili tuweze kuifahamu zaidi ni nambari 666 kwenye ishara ya ufalme kwa mwanadamu. Nambari 6 inawakilisha ufalme wa mwanadamu ambao ni ufalme wa Shetani. Shetani anakuja baada ya unyakuo wa watakatifu. Unyakuo unapokuja, unakuja kwa sekunde. Watumishi wa Mungu wanapohubiri kuhusu unyakuo ni jambo la kawaida. Unyakuo limekuwa ni jambo la kawaida. Wengi wanasema ya kwamba walizaliwa wakapata wakiambiwa kwamba dunia imeisha. Dunia haiwezi kuisha, ila mbingu ndizo zitakazotolewa. Nchi itatolewa, ila tutaletewa mbingu mpya na nchi mpya, lakini dunia bado itakuwepo. Tambua, dunia na mbingu na nchi zipo tofauti. Dunia ni ukubwa, nchi ni ya chini, mbingu ziko juu. Kwa hiyo mbingu hutolewa, nchi hutolewa, na nchi mpya kuletwa, mbingu mpya kuletwa, na kisha maisha yanaendelea. Unyakuo wa kwanza utakapofanyika, hujui utakuwa wapi. Pengine utakuwa kwa gari, pengine utakuwa kwa meli, pengine utakuwa kwa ndege, pengine utakuwa umelala, pengine unakuwa unatembea, labda utakuwa kanisani, labda utakuwa na ubiri, labda utakuwa umekwenda kufanya unajisi sehemu fulani, ama labda utakuwa kwenye unajisi, utakuwa kwenye usherati, utakuwa kwenye ulaghai, utakuwa kwenye uongo, utakuwa kwenye vita, utakuwa kwenye mateso, utakuwa kwenye kushiba, utakuwa kwenye raha, utakuwa umemsahau Mungu. Hapo ndio unyakuo inakuja kufanyika. Baada ya unyakuo kufanyika, hapo sasa ndio namba 66 inaanza kufanya kazi. Nambari 666 inaanza kufanya kazi baada ya unyakuo kufanyika. Yesu hawezi kukubali watakatifu wake ama wateule wake wateseke duniani. Hawezi kukubali. Wakati shetani anakwenda kufunguliwa ndani ya miaka 1000, miaka 1000 zinakamilika za shetani kukaa kule kuzimu, maana alifungiwa na akawekewa muhuri na Yesu, na Yesu akaenda na ufunguo. Kuna wakati unafika anakwenda kufunguliwa na yeye atawale miaka 1000. Paulo na Daudi wanazidi kutuambia kwamba miaka 1000 za mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu ni usiku moja. Na je, miaka za Mwenyezi Mungu atakazoweza kusihesabu yeye mwenyewe, miaka 1000 zitakuwa ni miaka ngapi kwa kalenda ya mwanadamu? Na kalenda ya mwanadamu inakuja kuondolewa, akili ya mwanadamu inakwenda kuondolewa. Akili itakayokuwepo ni akili ya Mungu. Hata shetani anakuja kutawala chini ya akili ya Mungu. Shetani anakuja kutawala ndani ya miaka 1000. Kwa hiyo kwa wale watakaovumilia kwa hizo miaka 1000, hao Biblia inazidi kutuambia kwamba watakuja kufanywa makuhani, lakini baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpendo wangu, unyakuo wa kwanza usikukose. Chunga sana usikose mbinguni. Ubiri kwa bidii usikose mbinguni. Imba kwa bidii usikose mbinguni. Simama imara usikose mbinguni. Unyakuo unakuja, labda ni sasa hivi, labda ni usiku huu, labda ni kesho, labda ni wakati unaokuja. Unyakuo unakuja, hautajua saa. Jiweke kwa maombi, tubu, badilika, acha uongo, acha anasa, acha usharati, badilika. Yesu anakuja, sio mzaa. Yesu anakuja, sio uongo. Yesu anakuja. Dunia imekamilika. 66 inaanza kufanyika baada ya wateule kuondolewa na kuingia katika mji mpya, mji mtukufu, mji mtakatifu. Hapo ndio watakatifu wanaanza kuishi maisha yao ndani ya miaka 1000. Na ubarikiwe sana. Tujifundishe tena baadaye ili tuelewe. Shalom.